Ni mambo yapi ambayo yanachukua nafasi ya wenza? Vitu ambavyo vinaweza kuchukua nafasi ya wenza. Namba 1 ni kazi na shughuli za kikazi. Wote tunajua kwamba kazi ni baraka. Wote tunajua kwamba kazi ndio inatupa chakula, inatupa mlo. Lakini usipoweza kuishughulikia kazi, ambayo kazi ni baraka, kazi itageuka kuwa ni laana katika ndoa. Watu wengi wameweka vipaumbele kazi kuliko wenza wao. Mwanamke ameenda kazini saa 12, karudi saa 11 jioni. Saa 11 anaanza kuendelea na kazi nyumbani kwenye kompyuta. Anataka kumiti deadline. Mume anataka kuhudumiwa. Mume anataka kufanya nini? Yeye anamiti deadline. Wanaume wengi wamechukua kazi kutoka ofisini, wakazileta wapi? Nyumbani. Hata wa walimu. Anakuja na makaratasi ya mitihani ambayo itakiwa asaishie wapi? Ana lundo la mitihani. Jamani, mashuleni huwa kuna wiki ya kusahisha mitihani. Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unafanya nini? Tafadhali tusiibe nafasi ya wenza wetu. Kazi ibaki wapi? Kazini. Ukifika nyumbani ni familia. Kama unataka kutoboa, kama unataka kufanya nini? Kutoboa. Namba 2, watoto. Watoto. Ndoa nyingi ambazo zilikuwa tamu huwa zinakufa au kuharibika watoto wanapoingia. Shida kubwa ya kina mama baada ya kuzaa, umakini wote kwa nani? Kwa mtoto. Tambua huyo mume ni mtoto wako wa kwanza. Ni mtoto wako wangapi? Jamani, ni nani alianza huduma ya unyonyaji? Atuambiane ukweli. Huduma ya unyonyaji ilianza na nani? Sasa kaja mtoto, baba unaweka pembeni. Kwa kuwa kuna mnyonyaji mpya. Mama fulani, bwana niache na nani mtoto. Mtoto amewakuta, mtoto atawaacha. Huyo mtoto kiuhalisia anamhitaji hata huyo baba. Unapoanza kupa mtoto kipaumbele sana, unamtenga na huyo baba. Watoto ni baraka. Watoto ni wazuri. Lakini kuwe na muda wa kuhudumia watoto, na kuwe kuna muda wa kuhudumia nani? Mume au mke. Kuna wababa wakifika nyumbani ni wao na watoto. Mama yuko mbali. Binti yako wa kwanza ni huyo nani? Ni huyo mama. Kama uko makini sana, utakuta huko kuna vita nyumbani kati ya mama na watoto. Mama akikukuta tu unakaa na watoto, kashaingilia, kashasambaratisha ili akae na wewe. Namba 3 ni shughuli za kijamii na marafiki. Shughuli za kijamii na marafiki. Shughuli za kijamii ni nzuri, marafiki ni wazuri. Lakini usipokuwa makini, hii ni shida ya kina baba. Watoto wana shida ya kina mama, marafiki huwa ni shida ya kina baba. Baba akatoka kazini. Anapotoka kazini, sasa anachukuana na marafiki. Kuangalia mpira, kwenda kwenye pombe, kwenda kwenye... Kuna watu marafiki mpaka nyumbani. Ndio maana mimi sina rafiki. Sina nini? Nataka kumanage huu muda mdogo niliokuwa nao. Ukiwa rafiki yangu, tutamalizana kwenye simu. Hakuna kutembeleana. Umri huu rafiki anatembelea, anakuja kutembea kuja kufanya nini? Hana familia nyumbani. Umri huu rafiki masaa 2 nyumbani kwa mtu. Hana watoto, hana mke. Umekuwa na rafiki mchana kutwa, ghafla mmechukuana, unakuja naye nyumbani. Nasubiri mpikiwe chakula. Mama fulani leta chakula.
Urafiki unaishia huko kazini. Urafiki unaishia wakati wa kazi. Jioni ni wakati wa familia. Wakati wa nini? Wa familia. Rafiki yako mkubwa ni mumeo, rafiki yako mkubwa ni mkeo. Shida za watu wengi ni marafiki. Ni marafiki. Namba 4, mitandao ya kijamii na teknolojia. Kama kuna kitu ambacho kinaharibu ndoa sasa hivi, namba 1 ni mchawi aliye mfukoni mwako au mkononi mwako, anaitwa simu. Siku hizi mwanamke wanakaa wanaongea mume wangu yuko kwenye tamthilia ya Wachina, anaongea na mume naye yuko kwenye Arsenal. Siku hizi mpaka kitandani, mume ni Arsenal kitandani, mke ni nani? Tamthilia ya kina nani wanaitwa hawa? Kwenye gari ana simu, huyu ana simu. Kanisani huyu ana simu, huyu ana simu. Teknolojia. Kama sio kompyuta ni simu, ni TV. Hakuna kitu ambacho kimeondoa raha ya ndoa kama simu. Sasa hivi ukienda kwenye nyumba za watu wengi, baba ana simu, mama ana simu, watoto wana simu, tablet. Kwa hakuna uhusiano kati ya watoto na wazazi. Hakuna uhusiano kati ya baba na nani? Na mama. Mtu anakuwa na raha sana. Ukitaka kumkosea mwanaume, nyang'anye simu. Ukitaka kumkosea mama, zima simu. Bora wasile. Simu kutwa nzima imechajiwa. Batari ya moyo imekufa, lakini simu masaa yote. Mtu hawezi kuomba, lakini simu yake ina moto. Moto wa roho wa maombi umekufa. Kwa nini usiku watu ule saa 1 la maombi mnashindwa? Simu zenu. By the time inafika saa 6 umechoka. Ulikuwa unaangalia tamthilia, umesinzia na simu inaendelea kuongea. Tendo la ndoa sasa hivi ni kubakana. Unajua tendo la ndoa linaanzia mbali Nilianza kugundua kwamba simu anaanza kuwa ni mchawi wa maisha yangu. Nikaanza kuamua kuiweka simu mahali ambapo inatakiwa. Namshukuru Mungu nimefanikiwa. Namshukuru Mungu nifanya nini? Nimefanikiwa. Mungu na wakomboe huyo mchawi simu katika jina la Yesu. Sasa hivi angalia hata watoto wa ndani, wafanyakazi wa ndani wa nyumbani. Moja ya vitu vinafanya wasifanye kazi, simu. Masaa 3 mfanyakazi wa ndani yuko kwenye, wanaongea na nani? Kwa hela gani? Mnaongea nini? Masaa 3. Namba 5 ni familia na jamaa wa nje. Familia na jamaa wa nje. Baba, mama, dada, kaka. Utaachaje kukaa na mkeo unakaa na mama yako? Unaacha kukaa na mmeo uko na baba yako? Wewe utakuwa ni mpumbavu sana. Baba yako na mama yako walijenga maisha yao, ndio wakakutoa wewe. Wewe nawe una jukumu la kujenga maisha yenu. Nilikaa na mama yangu. Nikiingia nyumbani wa kwanza kumtafuta sio mama, ni mke. Mke. Mama baadaye. Nijue kwanza hali ya mke wangu ikoje, hali ya nyumbani ikoje. Nikishapokea ripoti na sasa nimetulia, ndio mama. Ndio nani? Mama. Ni kwa sababu wazazi wenu hawana akili, na wenyewe ndio maana wanaona wivu. Mzazi mwenye akili atampa nafasi mtoto wake ya kujenga ndoa yake. Najua kuna watu hapo mnashangaa, mchungaji anasemaje? Ni kwa sababu tuna wazazi ambao vichwa vyao ni vibovu. Siwezi nikaenda nikatembea kwa nyumba mtoto wangu mimi nikachukua nafasi yake na mke wake. I can't do that. Nahitaji mtoto wangu naye akafanikiwe katika maisha ya ndoa. Watoto wangu watakuwa na bahati sana kama nitaenda kuwatembelea na kulala. Watakuwa na bahati sana. Niende kwa mtoto wangu afu nikalale. Atakuwa na bahati sana. Mzazi mwenye akili huacha mtoto wake awe na muda na mwenza wake. Awe na muda na mwenza wake.
Mzazi mpumbavu uchukua muda, uharibu, huwa ni sababu ya uharibifu wa ndoa ya mtoto wake. Sijui kama tunaelewa.